asubuhi nyingine iliyo njema. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ametulinda hadi ametuamsha. Ni kwa muda sasa tangia nikuje kusemezana neno la Mwenyezi Mungu. Na vijimambo hapo vilikuwa, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu amenirudisha kwa line. Hivyo basi tutaendelea kufanya kazi yake. Jinsi ninavyotusema kila saa, lengo ni moja, kufaulu katika njia za Mwenyezi Mungu. Na basi kabla tujaendelea sana, naomba tumkaribishe Mwenyezi Mungu katika kikao hiki ili tuweze kuendelea. Mungu wetu na Baba yetu, tunasema ni asante asubuhi ya leo kwa wema na fadhili zako Baba. Umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu, umetulinda usiku wote Jehova, hadi ukatuamsha asubuhi ya leo Jehova, tukiwa salama na buheri wa afya Jehova. Siku ingine katika maisha yetu Jehova, ya kupambana na hali ya kujenga uwepo wako katika dunia hii Jehova. Hakika kazi ni mingi, wafanyikazi ndio hakuna. Kazi ni mingi, lakini shetani ametujaza uchafu ndani yetu Baba. Tusione zile kazi tunazopaswa kuzifanya, bali tumejawa na kulalamika. Mungu wetu tunakuomba Baba, ukatusafishie njia ama rada venye wanasema. Safisha akili zetu, safisha maono yetu Baba. Tukaone kazi tunazopaswa kuzifanya ili tukaweze kuzifanya, tukaweze kuleta uwepo wako katika hii dunia. Baba tunasema ni asante katika Isamu ambayo tunataka kuianza sasa hivi. Naomba Baba kaanze nasi katikati hadi mwisho. Na hakika sifa na utukufu utakurudishia. Haya yote Baba tumeomba kupitia jina la Bwana Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi, nimeomba na hata kuamini. Amen. Hivyo basi, asubuhi ya leo nataka kuongelea maono. Biblia inasema, ni Zaburi, ikisema ya kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maono, ama taifa litaangamia likikosa maono. Aliongelea kiupana, lakini nataka tukuje personal level. Hiki kifungu maono. Na nataka kupatiana mfano na huyu ndege fulani anaitwa mwewe, eagle. Tuko na mashida mingi kama taifa, lakini mimi sioni shida. Maruza akasema, ukiona shida ni mingi, inamaanisha biashara ni mingi. Sisi wafanye biashara, sisi wenye nguvu, sisi wenye akili, ambao naamini hata pia uko na akili na nguvu, tunapaswa tuone ni nini hakuna na tukilete katika jamii yetu. Nini hakuna katika uchumi wetu na tuweze kutatua hizo shida. Na sio kuangalia on the other side. The moment tukiangalia on the other side tutakuwa tu makasiriko. Najua sasa wengi bajeti ishasoma. Tuko na makasiriko, kasongo. Nataka nikwambie ndugu yangu, kasongo si shida. Shida ni mimi na wewe. Shida ni mimi na wewe. Kama kuna lolote ambalo haliko sawa, Mwenyezi Mungu alitupa kifungu hapa, Second Chronicles 7:14. Acha nitaisoma usikie. Then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn away from their wicked way, I'll hear from heaven and forgive their sin and restore their land. Ikiwa watu wangu walioitanishwa na jina langu wataziacha njia zao mbaya na kunigeukia mimi Mungu, nitawasikia maombi yao na kuwaponyea nchi yao. Huyo ni Mungu. And let me tell you bro and sister, this Bible haibadiliki. The word of God is constant. Chena na kina Kenyatta baba yetu, akakuja Moi, akakuja Kibaki, akakuja sasa ni Kasongo ama Ruto, mwenye atakuja next. Hawa wote yanabadilika, but the word of God ina remain constant. Kwa nini yote? Neno ikaimba, neno litasimama, neno litasimama, ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno, the word of God is constant. Haitawahi badilika, haijawahi badilika, na hakuna siku itabadilika. Sasa sisi sote we are submitted here the Bible. Swali ni vitu tunavyovifanya viko constant na maandiko. Biblia imesema ikiwa watu wangu wataziacha njia zao mbaya, nitawaponyea nchi yao. It means hizo njia hiyo nchi ilikuwa mbaya. Mambo yalikuwa yameharibika. Sasa
Sasa ni Mwenyezi Mungu akawa anaongea kwamba nyinyi watu mlioitanishwa na jina yangu, njia zenu zikikuwa safi, nchi yenu inaiponya. Tunadhani nchi Kasongo anaweza itetea, anaweza saidia, ama mtu yote tu katika akili zako hapo wewe, najua tunapendaga siasa, wacha nikuje hiyo side. Unadhani ati Kasongo ama Ruto akitoka katika hiyo kiti, mtu mwingine akikuja ataleta mabadiliko? Sitaki kukutukana, ni utumishi nafanya hapa, lakini ukweli usemwe, hakuna mtu yoyote atakayeketi kwa hicho kiti kama hajapewa nguvu na Mwenyezi Mungu kuleta mabadiliko. Haiwezekani. Na hizo mabadiliko zitaletwa na huyo mtu kutokana na maombi yetu na matendo yetu. Kwa nini? Lazima Mungu tumpendeze ndo asikie maombi yetu. Wacha tulete tu mfano mrahisi tu. Uko na mrembo wako, kila saa wewe ni kumkasirisha, kila saa wewe ni kumuudhi, atakupenda? Atakupea vitu zake? Ama uko na bwana, wewe mwanamke, sasa tuseme wewe kila saa bwana wako unamdharau, akikuongelesha umsikii, kuna kitu utakuja kumwambia akufanyie? Sasa kama sisi wanadamu tuko hivi, na Mungu je? Ama ndo kusema hatuna maovu? Maovu yamejaa kuanzia huko juu mpaka chini, kila mtu ni maovu. Naonaga maovu kwa media venye tuna criticize marriage, naonaga maovu venye watu wanaibiana, naonaga maovu venye nchi yetu imekuwa tu ya mnyweso, mipango ya kando imejawa ngono, watu wanafanya kila kitu chenye wanataka, starehe zote za dunia umeachilia tu. Ni Mungu aliyesema usilewe, Mungu alisema usizidi, Mungu alisema usiue, usidanganye, usikuwe na mawazo machafu. Hivi vyote tunavifanya na bado tunategemea Mungu asikie maombi yetu, atuponyee nchi yetu. Tusidanganyane. Mungu haogopi mtu. Mungu anaheshimu neno lake. Mungu anaheshimu neno lake, haogopi mtu. Nasema hivi usikie, wache ikutunge, wache ikuume. Lakini hizo hali ngumu zenye unapitia saa hii, zenye taifa linapitia saa hii, hazina dawa. Dawa ni sisi tugeuke, tumgeukie Mwenyezi Mungu, tumuombe na tuangalie matendo yetu. Hii kazi lazima tuifanye sisi sote kwa pamoja. Kuna dhambi mara tatu: personal sin, dhambi za kibinafsi, bloodline sin na territorial. Hii kitu lazima niongee. Nchi yetu ni dhambi za kiterritory zenye tumefanya, na the evil spirit zimesimama, ambazo ni Waefeso ziliongelea, Waefeso 6:10. Tusoma hapo hiyo kifungu. We are not fighting, tusome. And finally, be strong in the Lord and his mighty power. Put on of all God's armor, so that you will be able to stand firm against all strategy of the devil. For we are not fighting against flesh and blood enemy, but against evil rulers and authority of the unseen world, against the mighty power in this dark world, and against evil spirit in the heavenly places. Umaskini wenye tuko nao katika nchi yetu ni wa kiterritory. Those evil power, those authority, hizo ndo vitu tunapigana nazo. Katiba yetu ya nchi ni nzuri sana. Memorandum yenye iliandikwa both parties wakati ule kwa Kenya Kwanza na gani hiyo nyingine hiyo kitaeleweka, isikumbuke, lakini sawa. Manifesto ya Raila na manifesto ya Ruto, the main manifesto, zilikuwa very perfect, both of them. Acha nikwambie, zilikuwa tuna zinafanana, ziko almost kufanana. Na kiongozi yote mwenye akona hiyo maarufu na watu wote, lazima kuna principles zenye ataongoza nchi nazo. Hizo ndio vitu anatusomea na tunaona zina make sense, hizi zinaweza tusaidia hivyo. But uwezo wa hiyo manifest kukua implemented ni Mungu. Ni Mungu aipe uwezo. Kwa nini hizo evil spirit hazitaki
tuomoke, zinataka taifa letu lizidi tu kuenda kwa ujinga, umasikini, unyanyasaji, kukufa, dhambi. Umasikini ni shida, ni ugonjwa. Hebu angalia watoto wangapi wamesoma Kenya? Tuko na graduates ngapi Kenya? Nyingi sana. Lakini sikiza kilio chao, kazi. Hawana akili za kufungua kazi. Tuko na mafuta North Rift, hatuna akili za kuchimba mafuta. Kila saa sisi ni kulalamika, hakuna kazi. Hakuna kazi. Mungu ametupa uhai, ametupa nguvu, ametupa akili, ametupatia uzima, hatuna kazi.